Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Ninawakaribisha tena katika jina la Yesu kwa haya mafundisho ambayo Mungu ananiwezesha kuyafundisha katika kipindi cha YouTube, na ninaamini ya kwamba tumebarikiwa pamoja na tutabarikiwa pamoja. Leo hii tungependa kuzungumzia nani aliye rafiki wa kweli. Ni vyema umtambue rafiki wako wa kweli ni nani na adui wako ni nani. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hiyo ni vyema utambue ni nani aliye rafiki wa kweli na ni nani aliye adui wako. Na ningependa tukaweze kuanza katika kitabu cha Proverbs chapter 17 verse 17. Tunaona hapo kwamba kulingana na vile neno la Mungu linavyotuelezea ya kwamba rafiki wa kweli ni mtu wa namna gani na adui wa mtu ni yule wa namna gani. Na nitasoma hapo katika jina la Yesu. Nitasoma hapo katika jina la Yesu. Inasema hivi: rafiki hupenda siku zote na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Amina. Rafiki hupenda siku zote na ndugu amezaliwa kwa siku za taabu. Siku ya taabu, yaani ndugu yako ndiyo amezaliwa kwa siku ya taabu, lakini rafiki wa kweli ni yule anayependa siku zote. Rafiki wa kweli ni yule ambaye anapenda siku zote. Ukiwa na shida anakupenda, ukiwa na raha anakupenda, ukiwa na mazuri anakupenda, ukiwa na mapungufu anakupenda, ukiwa na udhaifu anakupenda. Huyo ndiye rafiki wa kweli, hana mipaka, anakupenda siku zote. Leo hii dunia tunaishi sasa hivi, kwa kweli mtu anaweza kujifanya kwamba ni rafiki yako, yuko karibu na wewe, lakini inapofika wakati wa mahitaji ama umepata tatizo, huyo mtu akaanza kwenda mbali na wewe, ama akaanza kuongea mabaya juu yako. Leo hii sasa tunaona kwamba tunaambiwa kwamba rafiki wa kweli ni yule anayependa siku zote, na sio ule upendo ambao ni wa unafiki. Maana kuna mtu ambaye anaweza kukupenda, kumbe anakupenda kwa sababu ya kile ambacho anakufaidi. Anakupenda kwa sababu ya vile ambavyo anafaidika kwako. Hapana, huyo sio rafiki. Yule ambaye anakupenda kwa sababu kuna vitu anavyopata kwako, huyo sio rafiki, bali amekuja kuchuma kutoka kwako. Na adui wa mtu ni gani? Adui wa mtu ni Matthew chapter 10 verse 36. Inasema maadui wa mtu ni wale wa nyumbani kwake. Kwa nini nimeleta hayo maandiko? Biblia inaposema kwamba maadui wa mtu ni wale wa nyumbani kwake, hakuna yule ambaye anakudhuru asiyekujua. Yule ambaye anakudhuru ni yule rafiki wako wa karibu uliyemweka karibu na wewe, akajua siri zako zote. Huyo ndiye anayekudhuru maisha yako. Yule ambaye ndugu yangu hakujui wala hakufahamu, uko mbali na yeye, hawezi kukudhuru. Ndio Yesu akasema kwamba maadui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Kwa hiyo sasa, hebu tuangalie, kuna aina tatu za marafiki katika maisha ya mwanadamu. Ukiishi hapa duniani, elewa kwamba kuna aina tatu za marafiki. Rafiki namba moja ni yule ambaye ametumwa kwako na Mungu. Namba mbili ni wale marafiki uliojichagulia mwenyewe. Na namba tatu ni wale marafiki ambao wametumwa kwako na Shetani. Na kila rafiki ana sifa zake. Bwana Yesu atukuzwe. Kila rafiki ana sifa zake. Rafiki yule ambaye ametumwa kwako na Mungu, tunaweza kuona sifa zake. Namba moja, huyo atakufichia siri zako. Ni mtu ambaye hatakuwa mwepesi kuongea, yaani kuongea mambo yako kwa watu wengine. Unapomwambia jambo linalokuumiza, unapomwambia hali unayopitia, anapojua ile hali unayopitia, yeye huwa anakufichia siri zako. Sio kwenda kuropoka, anaenda kukutangaza, anasema mtu fulani yako hivi na hivi, amepitia. Hapana, rafiki aliyetumwa kwako na Mungu atakufichia siri zako. Sifa namba mbili, atakusaidia wakati wa shida.
Ukitaka kujua rafiki ambaye ametumwa na Mungu kwako, ni yule anayekusaidia wakati wa shida na ananyamaza. Haendi kutangaza kwamba unajua nyumba mtu fulani ilikuwa na shida, walikuwa wanalala njaa, walikuwa wanafungiwa nyumba, watoto walikuwa wamefukuzwa school fees, mimi nikawalipia. Rafiki wa kweli hawezi kwenda kutangaza mambo yako. Anakusaidia wakati wa shida, anasimama na wewe. Wakati wa raha yuko pamoja na wewe, wakati wa shida yuko pamoja na wewe. Yaani yeye yuko pamoja na wewe kila wakati. Kwa hiyo anakusaidia wakati wa shida, wakati wa furaha, wakati wa kilio. Hiyo ndio sifa namba 2 ya rafiki aliyetumwa kwako na Mungu. Sifa namba 3, atakushauri na kukuombea. Rafiki wa kweli anakupatia ushauri ambao ni wa kukusaidia, wa kukuongoza ili uweze kufanikiwa, ili uweze kuishi maisha ya amani, ili uweze kuishi maisha ya baraka. Anakuongoza kwa njia hiyo, anakushauri na kukuombea. Wakati ambapo unaenda kupotea, yule ambaye ni rafiki wa kweli hakuachi tu unaenda kuanguka kwa shimo. Maana kuna tabia kwamba kuna mtu ambapo unaweza kuwa kwamba unapitia kwa makosa ama unapotea, watu wanasema hebu tumwangalie tu na macho, tuangalie atafikia wapi. Rafiki wa kweli anakuja kwako anakuambia hapana ndugu, hii njia unayopitia unaenda kupotea. Kama ni kijana unaenda kuoa, unaambiwa hapana, yule binti ambaye unaenda kumuoa kwao ni wachawi. Yule binti unaenda kumuoa yeye, yani ana tabia za usherati, ni malaya. Anakuelekeza na kuambia hapana, usijaribu kuingia katika ile nyumba. Huyo ndiye rafiki wa kweli, na anakuombea wakati ambapo anaona unapitia changamoto za kimaisha, unapitia hali ngumu, anapiga magoti anakuombea na hakuambii. Yaani amekushika kama vile alivyojibeba yeye. Sifa namba 3 ya rafiki aliyetuma kwako na Mungu, hana unafiki. Rafiki aliyetuma kwako na Mungu hana unafiki. Unajua unafiki ni nini? Ni mtu anayejifanya kwamba anakupenda, akifika mahali pengine anaongea mambo yako kinyume na vile mlivyokuwa mnaongea. Anaongea ubaya wako, lakini akiwa na wewe anakuonyesha anakupenda, mko pamoja, mnashare pamoja, mnakunywa chai pamoja, mnakula meza moja. Lakini akishaondoka hapo, akienda kwa watu wengine, anaanza kusema unajua mtu fulani tulikuwa naye jana anapitia hii, yako hivi na hivi, ni mdhaifu hivi na hivi, waligombana na bwana wake, waligombana na bibi yake siku hizi. Yani anaongea maneno machafu kwa watu wengine, lakini akija kwako anajifanya ni mzuri. Ama wakati anapotaka kitu kwako anajifananisha. Bwana Yesu atukuzwe. Hana unafiki. Rafiki wa kweli anakuja kwako direct, anakuambia ninataka kitu kwako hiki na hiki na hiki, aidha nitakurudishia ama sitaweza kukurudishia. Unamsaidia. Ataona yale mambo unayopitia kwako na familia yako, hataenda kuropoka kwa watu wengine huko nje, hataenda kuambia watu wengine, hataenda kukutangaza. Haitakuwa ni platform ya mshenea amepata mahali hapo. Atanyamaza vile anavyonyamaza na mambo yake. Unajua kuna siri zingine wewe mwenyewe huwezi kuziongea. Sasa rafiki wa kweli atakufichia siri vile wewe unavyojifichia siri zako wewe mwenyewe. Kuna mambo huwezi kuongea. Hiyo ndio sifa namba 3. Sifa namba 4, hakufuati kwa sababu ya vile anavyofaidika kwako. Rafiki wa kweli hakufuati kwa sababu ya vile anavyofaidika kwako. Unajua kuna watu wanaweza jifanya kwamba ni marafiki. Kiangalia hata kuna wanasiasa wanajifanya kwamba ni marafiki, lakini ikifika mahali wanaachana. Ni nini? Kwa sababu walikuwa wanatafuta vitu kwa wale wengine. Kwa hiyo rafiki ambaye ametuma kwako na Mungu huwa akufuati kwa sababu ya vitu ulivyo navyo, kwa sababu akija kwako anakula na anashiba, kwa sababu namsaidia. Hapana. Rafiki wa kweli anakufuata iwe ni wakati wa shida,
iwe ni wakati wa raha, iwe ni wakati wa huzuni, anakufuata kwa wakati wote huu. Anasimama na wewe, kuwe kuna mvua, kuwe na jua, kuwe kugumu, kuwe kuzito. Hata ukimwambia sina, anaridhika, anasema kweli huyu ni rafiki yangu. Unajua kuna watu wengine wanaweza kukufuata ukipungukiwa, urafiki unaishia hapo. Umekuwa maadui, huna urafiki. Na ndivyo tulivyo kizazi cha sasa hivi. Yaani ukikosa na ukipungukiwa, hana ushirika nawe, hana haja na wewe. Alikuwa anafuata nini? Mfuko wako. Alikuwa anafuata nini? Vitu vyako. Rafiki aliyetumwa na Mungu hafuati vitu vyako, anakuja na ule upendo wa kiungu kwako. Anakupenda vile Mungu anavyotupenda. Hafuati vitu vyako. Kwa hiyo utamjuaje? Wakati ambapo unapopitia mambo mazuri yakiondoka na rafiki akiondoka, juu ya huyo rafiki hakuwa ametumwa na Mungu. Kwa hiyo sifa za rafiki aliyetumwa na Mungu, hiyo ya nne, ni kwamba hakufuati kwa sababu ya vitu vyako, hakufuati kwa sababu ya pesa zako. Na hata hiyo ndio inasaidia hata katika ndoa. Binti unapomuona aidha ni kijana ako na fedha, yuko na fedha, ni tajiri, unapomfuata kwa sababu ya zile fedha zake, kama sio Mungu amekupeleka kwake, zile fedha zikiondoka, na wewe utaondoka na zile fedha. Ule uhandsome ukiondoka, na wewe utaondoka na uhandsome, kwa sababu ulimfuata kwa sababu ya nini? Vitu vyake, uhandsome wake, ama fedha yake, ama biashara yake kubwa, ama kwa sababu ni mtu alikuwa mashuhuri mahali. Huyo sio rafiki wa kweli. Ukiona mtu anakufuata hivyo kwa sababu ya vitu vyako, jua huyo hajatumwa na Mungu. Hebu tuingie rafiki namba 2, wale ambao umejichagulia mwenyewe. Kikawaida binadamu huwa kuna marafiki unaweza kujichagulia mwenyewe. Unaweza kuona mtu kama ni binti, unamuona kwamba na sura nzuri, unasema huyu ananifaa kuwa mke wangu. Kumbe ulikuwa umefanya maamuzi kinyume na vile Mungu anavyotaka. Hao marafiki ambao umejichagulia wenyewe wana sifa zao vile vile. Sifa namba moja ya rafiki ambaye umejichagulia mwenyewe, anakufuata kwa sababu ya vitu vyako. Rafiki uliyejichagulia mwenyewe anakufuata kwa sababu ya vitu zako, pesa zako. Na ndio maana utakuta kwamba kwa wale ambao hata wanatumia pombe kwa baa, kuna watu wanaofuata sio kwa sababu wanawapenda, kwa sababu unanunua pombe. Kuna mwingine atakufuata sio kwa sababu anakupenda, kwa sababu wewe ni mwepesi kununua lunch. Atakufuata kwa sababu wakati ambapo anapotaka kitu kwako anakipata. Mtu kama huyo ukipungukiwa, hakika hata kufuata wale uliowachagua mwenyewe. Hiyo ndio sifa namba moja ya yule rafiki ambaye umejichagulia mwenyewe, yaani anakufuata kwa sababu ya vitu zako. Namba 2, atakupoteza na ushauri mbaya. Rafiki uliyejichagulia mwenyewe atakupoteza na ushauri mbaya. Wakati ambapo unaenda kufanikiwa, anakuambia hapana, hiyo njia unaendea hiyo hautafanikiwa. Na kweli kuna mafanikio. Ama ndio maana unakuta kwamba unataka, kama ni binti unataka kuolewa, ama kijana unataka kuoa, anakuambia hapana, achana na huyo, na ni mtu mzuri ambaye Mungu alikuwa amemtuma kwako. Anakuondoa katika njia za Mungu. Kwa hiyo yeye huwa anakupoteza na kukupatia ushauri mbaya. Hiyo ndio sifa namba 2 ya rafiki uliyejichagulia mwenyewe. Sifa namba 3, hafurahii unapobarikiwa. Rafiki ambaye umejichagulia mwenyewe hafurahii wakati ambapo unapobarikiwa. Watoto wako wanapoendelea hafurahii. Unapovaa nguo nzuri afurahii, anakuwa na jealous, wivu. Unapokula vizuri afurahii. Mnapokuwa na amani kwa nyumba yako na bwana wako na watoto wako afurahii. Anatafuta visababu vya kuweza kuingia ili aweze kuangusha ile ndoa. Pale kazini unapopata kibali na bosi wako hafurahii, anatafuta sababu ili aweze
kukuharibia hata kazi, kuharibu biashara yako. Na ndio maana unakuta hata wengine wanaenda kwa waganga, kwa sababu ni marafiki uliojichagulia mwenyewe. Sifa namba 3 ya marafiki uliojichagulia mwenyewe, sifa namba 3, hafurahii unapobarikiwa. Yaani hafurahii unapobarikiwa. Wakati unapoendelea hafurahii, watoto wako wanaposoma hafurahii, unapokuwa na fedha hafurahii, unapokuwa na gari mpya, maisha yako yamebadilika hafurahii. Huyo ndi marafiki umejichagulia. Yaani mnaongea tu mambo ya hapa duniani lakini hafurahii. Sifa namba 4 ya rafiki ambaye umejichagulia mwenyewe ni mnafiki. Rafiki uliyejichagulia mwenyewe ni mnafiki, hypocrite. Atajifanya akiwa na wewe ni mzuri kwako, akienda kwa mwingine anamwelezea ubaya wako. Utamwelezea mambo yako yote, akienda mahali pengine anayeweka pale. Yaani ni mnafiki, anajifanya anakupenda, yuko pamoja na wewe, hata wakati wa shida inapofika mahali, rafiki kama huyo anakutoroka. Unajipata ni wewe mwenyewe unapambana na hali yako. Unashindwa, kweli nilikuwa na marafiki wengi, tulikuwa tunakunywa nao pombe kwa baa, tulikuwa tunaenda madisco na wao, tulikuwa tunaenda ushirika nao, tulikuwa tunaenda kanisa moja, wameenda wapi? Ni marafiki uliojichagulia mwenyewe. Bwana Yesu atukuzwe. Ni marafiki uliojichagulia mwenyewe. Hebu tuangalie sasa rafiki ambaye ni watatu, marafiki ambao walitumwa kwako na shetani. Marafiki ambao walitumwa kwako na shetani. Rafiki aliyetumwa kwako na shetani ana sifa zake. Sifa namba 1 ya rafiki ambaye ametumwa kwako na shetani ni muharibifu. John chapter 10:10. Yesu akasema kwamba mwizi haji ili kuiba, kuua na kuharibu. Rafiki aliyetumwa kwako na shetani ni muharibifu. Anahakikisha kwamba anaharibu amani yako, anaharibu mali zako, anaharibu ndoa yako. Marafiki ambao wametumwa kwako na shetani ni muharibifu, anaharibu amani yako. John chapter 10:10. Mwizi anakuja ili aue, aharibu, aue na kuangamiza. Hiyo ndio kazi ya rafiki ambaye ametumwa kwako na shetani. Ana make sure hakuna amani. Ni mtu wa kugonganisha, anagonganisha ndoa, anagonganisha familia, anagonganisha watu pale kazini, ana make sure kwamba hamna amani, anaondoka kwa familia. Kuna wamama ambao walikuwa na marafiki, wakawakaribisha kwa nyumba yao, wakawapikia chai, wakanywa vizuri, wakala mkate vizuri, yani hata sapa anamtengenezea, lunch anamtengenezea. Akaona kweli huyu ni rafiki wangu wa karibu, naweza kumwambia hata siri zangu. Kumbe anapomwambia siri zake, anaenda kuzitangaza kule nje, anaharibu familia. Wapo wamama walikaribisha marafiki zao ambayo ulimuona ni rafiki wako wa karibu, uliona ni rafiki ambaye anakupenda na kujali, baadaye ukashtukia kwamba amepindua serikali, amekunyang'anya mpaka mume. Wewe binti ambao hujaolewa, kuna rafiki ambao ulikuwa naye ambaye ametumwa na shetani. Ulipotaka kwenda kuolewa, ukafunua siri, ukamwambia ninaolewa na ndugu fulani, akabadilisha mambo, akaenda kwa yule ndugu, akaweka msumari, harusi kaishia hapo. Mzee akabadilika. Sasa akachukua huyo mke rafiki yako, mama unabaki pale ukisema kwamba jamani kulienda kukaenda. Kumbe mzee aliibiwa. Ni kwa sababu gani aliibiwa? Kuna rafiki aliyetumwa na shetani kwako na hukutambua kwamba ni shetani amemtuma. Ukamweka karibu na wewe, akaingia mpaka kwa bedroom yako. Na acha niwaonye nyinyi wamama, msio rahisi kuingiza watu kwa bedroom zenu. Hata kama ni mama wa namna gani, angalia moyo wake kabla hujamfungulia mlango mpaka aingie kwa bedroom. Usiwe mwepesi kufungua, yani kufunua siri za moyo wako.
hata kama ni mtu ambaye ulikuwa unampenda kiasi gani, unaona na kujali, usiwe mwepesi kwa hilo. Hakikisha yule unamwambia siri zako ni yule rafiki aliyetumwa kwako na Mungu. Huyu aliyetumwa kwa shetani atakuharibia ndoa. Mtoto wako amepata kazi nzuri, unaanza kusema kwamba mtoto wangu amepata kazi nzuri, anaenda Amerika, amepata kazi, amepata ufadhili, anaenda anaweka msumari. Wapo watu, yale ninayoongea niko na ushuhuda. Ni mambo ambayo kuna mengine nimeshapitia na mengine ambayo kuna watu wameshapitia, ya kwamba waliweka watu karibu na wao, wakawafanya kwamba marafiki, wakawafunulia siri zao, mipango yao. Kumbe anaambia shetani, uko meza moja na shetani, mko boardroom na shetani, mnafanya meeting na shetani, anachukua tu data kwako. Marafiki ambao wametuma kwako na shetani ni hao, huwa wanachukua data kwako, anachukua information kwako, anaenda kule nje, anaenda kuharibu. Unamfunulia kwamba mume wangu kile anachopenda ni hehe, unaambia mama mtu fulani yule kitu mume wangu anachopenda, napenda hii na hii, anajua jambo la kwanza nitamnasa na hii. Anamwambia baba wangu, hii si ukaribu kwangu hata ukunywe kikombe cha chai, anamtengenezea kile kitu mume wake anachokipenda. Unamfunulia mpaka siri za mume wako za kitandani, anakudestroy, maana ulifungua siri. Siri za chumbani ni za chumbani mama, acha kuweka mezani, sio za sitting room, sio za kanisani, sio za kuambia kila mtu, ni za chumbani, ni zako wewe na mume wako. Uzuri wa mume wako ujue wewe peke yako, acha kuhusisha wengine uzuri wa mume wako. Tunaambia mtu mume wangu ana shida, ukimuomba tu pesa anakupatia. Najua ukimuomba tu pesa anakupatia, anamgojea mume wako pale, anamsalimia baba fulani, ujambo, mzima, sasa ile nitafanya kwamba ni nini, nilikuwa naomba tu nisaidie kwa pesa fulani, nitarudisha wakati fulani. Wanaanzia mambo hapo, channel inaanzia hapo, mzee anaanza kusaidia hapo, kwa sababu mama ulifunua moyo wako, ukaambia adui aliyetumwa, rafiki aliyetumwa na shetani. Kwa hiyo usiwe mwepesi kunena, kutoa yale yaliyoko ndani ya moyo wako. Ukiyanena, ongea na yule rafiki, ujue kweli ni yule rafiki aliyetumwa kwa Mungu. Isipokuwa ndio hata Joseph kama alikuja kuwa minister katika nchi ya Misri, ni kwa sababu alinena siri ya kwamba nimeota ndoto. Ndugu zake akajua kweli umeota ndoto, tutakuonyesha. Rafiki waliyetumwa na shetani anakuaga hivi. Usimwambie vision yako, usimwambie maono yako, hata unaenda nyumbani na kitu kabla hujakishika na mikono yako, usiwe mwepesi kukiongea, hata kwa watu wenu nyumbani, maana tumeambiwa adui wa mtu ni wa nyumbani kwake. Usiende kuropoka eti mtoto wangu ananunua gari, mtoto wangu anaenda Amerika, mtoto wangu amepata ufadhili, watakunyosha. Elewa rafiki aliyetumwa kwako na Mungu. Angalia mazingira ulio nayo, na unajua Mungu ni mwaminifu. Utaniambia nitajuaje rafiki wa kweli? Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu atakufunulia. Unajua, acha nikwambie kitu kimoja mpendwa unayenisikiliza, hata kama umeokoka na hujaokoka, huwa dhamira ya mtu inaongea. Mtu ambaye hafai akitumwa kwako, lazima kuna kitu kitakuwa ndani yako kinakuongelesha. Unasikia ndani ya moyo wako huna amani na huyo mtu. Hiyo ndio lugha Mungu anayotumia kukuongelesha kwamba huyu sio mtu aliye sahihi na maisha yako. Kabla hata hujakoniwa, ni lazima huwa Mungu anakuongelesha ya kwamba unaingia njia isiyofaa, sio mtu sahihi. Kwa hiyo rafiki aliyetumwa kwako na shetani ana sifa hivyo, ni muharibifu. Ni muharibifu. Yeye kazi yake tu ni akuje, make sure ameharibu ndoa, amegunganisha, amewakusanyisha amani, ameharibu mali yako, ameharibu watoto wako, ameharibu nyumba yako, anaacha pale sasa mkigaragara hapo, anaondoka. Anaenda tena mahali pengine, anaenda kuharibu. Kwa hiyo leo hii ninakuombea katika jina la Yesu. Wewe mpendwa ambao umenisikiliza kwa makini ukifuata mafundisho haya,
Jua ni nani rafiki wa kweli aliyetumwa kwako na Mungu. Dunia ya leo tunayoishi sasa hivi, maadui za watu wamekuwa ni wale wa nyumbani kwake. Adui ni yule anayekujua, anajua siri zako zote, mipango yako yote, hata yule ambaye anakuja kukuibia. Hakuna mtu atakaye kuibia kama hakujui. Ni lazima atakujua siri zako zote, ajue unalala saa ngapi, unafungaje nyumba, mahali vitu zako zilipo, aje akuibia. Kwa hiyo mimi nakusihi katika jina la Yesu, elewa rafiki ambaye ametumwa kwako na Mungu. Ninamuomba Mungu akusaidie, akufungue macho ya rohoni na masikio ya rohoni, wakati anapokunenea usikie. Wakati adui yule ambaye ametumwa na shetani anapokuja kwako uone. Kuna watu ambao wanajuta mpaka leo. Kuna wamama wanaojuta katika ndoa. Chanzo alifungua mlango kwa rafiki aliyetumwa na shetani, akamfunulia moyo wake, akampa siri zake zote, akampa siri zake mpaka za bedroom, za vile wanavyokula, vile wanavyoishi na mume wake, vile mume wake anavyomnunulia vitu. Usifurahie wewe mama unayenisikiliza, mume wako anapokununulia vitu vingine unafurahia, watakuitikia lakini ndani ya moyo wao wanasema nitakuonyesha. Usifurahie eti unaporopoka. Kaa na siri yako na watoto wako na mume wako. Furahia yule mume ambaye Mungu amekupatia na zile vitu ambazo Mungu amekupa. Kwa hiyo ninakusihi katika jina la Yesu, siku hii, wakati neno hili linapokufikia, elewa rafiki aliyetumwa kwako na shetani na aliyetumwa kwako na Mungu, ili tuweze kuondoka katika hizi vilio. Ndio yawezekana kwamba sihubiri nikishauti sana, nikipiga kelele, lakini ninakufundisha taratibu. Rafiki aliyetumwa kwako na Mungu hana majuto. Wewe mama unayenisikiliza, yawezekana ndoa yako iliharibika kwa sababu kuna rafiki uliyemkaribisha maishani mwako, ukamkumbatia na kifua chako, akaketi kwa sofa seti yako kama hili mio kama ali hapo, ukamletea kikombe ya chai na tosti akakula. Lunch kafika ukamtengenezea, mkapiga story, ukaona kweli huyu ndiye rafiki. Baadaye akakugeuka, ndoa yako ikavunjika ama iko karibu kuvunjika. Na kusihi katika jina la Yesu, anza kuficha mambo ndani ya moyo wako, uyafunue tu kwa yule ambaye Mungu alimtuma. Hata nyakati hizi sio kila mchungaji wa kuambia siri zako. Kuna wachungaji wengine unaenda kuambia mambo yako, kesho ndio inakuwa topic ya kuhubiri. Bwana Yesu atukuzwe. Inakuwa ndio topic ya tahubiri nayo kesho. Na watu kama hao ni hatari. Ulienda kumweleza tu ukiwa na shida, ukijua kwamba ni rafiki yangu wa karibu, ni baba yangu wa karibu, hapa acha nimuelezee yale yako ndani ya moyo wangu. Ukaenda kumwelezea ikawa ndio topic ya kuhubiri nayo kanisani kesho. Ikawa ndio topic ya kwenda kuhubiri kanisani kesho. Akaenda kanisani akaanza kuhubiri tena ndio sermon ya kusema mtu fulani uko hivi na hivi na hivi na hivi. Hebu nakusihi katika jina la Yesu, tambua rafiki aliyetumwa na Mungu kwako. Huyo ndio rafiki wa kweli ambaye tumeambiwa kwamba atakupenda siku zote. Utakuja umwelezee shida. Kwanza mama, acha nikwambie kitu kimoja unayenisikiliza. Rafiki ambaye ametumwa kwako na Mungu, yule unayemwelezea anakuambia jambo la muhimu. Jambo la kwanza, tuombe bila unafiki. Tuombe. Huyo ndiye rafiki aliyetumwa kwako na Mungu. Rafiki aliyetumwa kwako na Mungu, hata ukimkosea atakusamehe. Hata mkiwa na tofauti mtasameheana na maisha yaendelee. Kwa hiyo ningependa nikuombee siku ya leo, wewe unayenisikiliza, unayenitazama, ili Mungu akusaidie uweze kukutana na rafiki ambaye Mungu amemtuma kwako, kwa sababu atakuwa baraka kwako na utaishi maisha ya amani na ya upendo. Wacha tukaombe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo umenena nasi. Kweli Baba, wewe ndiye ambaye ulitupenda hata ukamtoa mwana wako pekee akaja akafa msalabani kwa ajili yetu. Na leo hii Baba, umenena nasi ya kwamba
kuna marafiki ambao umewatuma katika maisha yetu ambao watakuwa baraka kwa familia zetu, watakuwa baraka kwa kazini, watakuwa baraka kwa biashara, watakuwa baraka hata kanisani Bwana. Kwa maana Mungu siku zote atatupenda hata kama tunapopitia hali ngumu, tunapopitia hali ambayo sio nzuri, watakuwa pamoja nasi. Tunakuomba Baba ukatufungue macho ya rohoni na masikio ya rohoni Baba, ili Mungu tukaweze kukusikiliza wakati wale watu wasiofaa wanapokuja kwetu, yule ambaye ametumwa na adui shetani wakati anapokuja kwetu Baba, ukatunenee kupitia masikio ya rohoni na ukatufungue macho yetu ya kiroho ili tukaweze kuwatambua Bwana, na ndiposa tukaweze kujiepusha nao. Kwa maana zipo nyumba nyingi na familia ambazo zimevunjika, zipo ndoa ambazo zimevunjika kwa sababu mama yule alikuwa wazi wakati alipotembelewa na rafiki ambaye alijua kwamba ni rafiki yake, kumbe ni rafiki ambaye alitumwa na shetani. Akaja akaharibu ndoa ile, akadestroy ndoa ile, akavunja ndoa ile Bwana, ikakosa amani, watoto wakakosa kwenda hata shule, wakakosa kusoma, wakakosa kula, wakakosa kuvaa, yaani amani ikaharibika katika nyumba ile Bwana. Naomba Mungu kampe tena chansi nyingine Bwana, ili akaweze kutambua rafiki ambaye umemtuma kutoka kwake Bwana, na ndiposa akaweze kusimama na wewe Bwana, ndiposa akakuone Bwana. Ninaombea pia yule binti ambaye alipotaka kuolewa alifungua moyo wake akamwambia rafiki yake kwamba ninataka kuolewa, na yule rafiki yake kumbe alikuwa ametumwa na shetani, akamgeuka akaenda kuharibu ule ushirika na ile ndoa Bwana, haikufanyika tena. Naomba Mungu kaondoe ule uchungu ulio ndani ya moyo wake Bwana, ukamponye kile kidonda alichokipata, ukamsamehe na ukamrehemu Bwana, ukampatie tena nafasi nyingine. Vile vile naombea hata yule ndugu ambaye Mungu alipotaka kuoa akamwelezea ndugu mwenzake ambaye ni rafiki, alidhania kwamba ni rafiki, kumbe ni rafiki aliyekuwa ametumwa na shetani kwake. Naomba Bwana ukamponye vile vile kile kidonda Bwana, ili Mungu akaweze kurudi katika ile nafasi uliyompa, na ndiposa Baba akakuona, akakujua na akakuabudu. Kuna familia ambazo Bwana zilikuwa na marafiki wakawafunulia mambo ya kwamba watoto wao wamepata kazi, wanataka kwenda kusoma nje, lakini wale marafiki Baba ambao walikuwa wametumwa na shetani wakaja wakaharibu mambo hayo yote, na haikutendeka tena Bwana. Marafiki wengine waliotumwa kwa familia wakaenda hata kwa wachawi, wakaharibu hata watoto ambao wamesoma, wana degree, hawapati kazi, hawataki kufanya kazi. Naomba Bwana ukawasaidie, ukawape tena nafasi nyingine Bwana, ili Baba wakaweze kuyatenda mapenzi yako na makusudi yako Mfalme. Ni asante kwa sababu unafungua mama yule macho ya kiroho, unafungua mzee yule, unafungua kijana ile, unafungua familia zile Bwana, wakaweze kutambua rafiki ambaye ulimtuma na yule ambaye ametumwa na shetani Bwana, na wale ambao wamejichagulia wenyewe wakawatofautishe, wakasimame tu na yule rafiki ambaye umemtuma Bwana, ili Baba wakaweze kuona utukufu wako. Pale sijaomba, naomba Roho Mtakatifu katuombee, maana ndiye muombezi mkuu unayetuombea kwa Baba. Ninaomba hayo nikiamini katika jina kuu na takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen and amen.